الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea na risala yetu ya shurutu salah wa arkanuha wa wajibatuha ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa katika kuelezea masharti ya sala, tukasoma sharti la kwanza mpaka sharti la sita la satrul aura. Sharti la saba anasema Sheikh, الشرط السابع دخول الوقت, kuingia kwa wakati. Miongoni mwa masharti ya sala ni kuingia kwa wakati, kwa maana mtu hawezi kuswali nje ya wakati, anatakiwa aswali ndani ya wakati, na pia nje, ima kabla ya wakati kufika au baada ya wakati kutoka. Pamoja kwamba hapa linalokusudiwa ni kabla ya kuingia kwa wakati. Masala ya wakati kutoka, mtu ameacha swala kwa makusudi mpaka wakati wake ukapita, mfano kama sasa hivi aje swala la asiri makusudi, kuna khilafu. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba hata akiswali hakuna faida yoyote, ameacha kwa makusudi. Moja wengine wanasema kwamba bado dhima anayo, atapata dhambi, lakini anatakiwa aiswali ile swala. Wallahu a'lam, lakini hapa anakusudiwa kabla ya kuingia kwa wakati. Wadalilu minas sunnati hadithu Jibril alayhi salam, na dalili katika sunna, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hadithi ile ya Jibril, hadithi ya Jibril alayhi salam, kuonyesha kwamba swala ina wakati. Hii hadithi za swala tano zina wakati, ndio hii hadithi ushahidi wake. Kwa maana kabla ya kuingia wakati huo huitakiwi kuiswali swala katika nyakati hizi zotaja. Kabla haujaingia wakati usiiswali swala kabla ya wakati wake. Hadithi ya Jibril, Sheikh hapa akasema annahu amma an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba Jibril alimswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam fi awwal al-waqti wa fi akhirih, kwa sababu alikuja siku mbili tofauti. Siku ya kwanza alipokuja alimswalisha wakati wa mwanzo, kila swala mwanzo wa wakati akawa anamswalisha kila, alafu siku ya pili akamswalisha mwisho wa wakati. Ndio akamwambia baina ya nyakati hizi mbili ndio kila swala iko baina ya nyakati hizi, kwa maana inaanza hapa mpaka mwisho hapa. Kwa hiyo adhuhuri siku ya kwanza aliswali mwanzo wa wakati, siku ya pili akaswali mwisho, amfahamisha kwamba adhuhuri ipo katika wakati huu, kuanzia pale kama jana niliposwali mpaka na hapa niliposwali leo, hiki ndio kipindi cha adhuhuri. Na vile vile alasiri, na vile vile akafanya hivyo. Naelewana? Naam. Kwa hiyo alivyosema, siku ya kwanza alikuja akamsalisha mwanzo wa wakati, na siku ya pili akamsalisha mwisho wa wakati, katika hadithi ambayo imepokelewa na jamaa katika masahaba, Ibn Abbas, Jabir, na ipo wametaja al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi, wengi katika imma wameitaja hadithi hii ya Jibril, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waqtu adh-dhuhri idha zalat ash-shamsu, wakati wa dhuhuri ni pindi itakapopondoka jua au kupinduka jua. Kwa maana jua likiwa katikati likamili kwenda upande wa magharibi, likimili tu kwenda kundo zawali, hapo wakati wa dhuhuri umeanza. Na mwisho wake wakana dhillu rajuli katulihi, mpaka atakapokuwa kivuli cha mtu ni sawa sawa na yeye mwenyewe urefu wake alivyo, ndio mwisho wa dhuhuri. Sio lazima mtu kitu chochote kile. Mfano jua lipo katikati, chukulia umeweka hiki chuma kirefu, jua lipo katikati, limeanza kwenda hapa, adhuhuri imeingia. Kwa hiyo kivuli kikirefuka kikawa sawa sawa na hiki chuma kwa kwenda hivi, ndio mwisho wa dhuhuri.
Si kuna wakati ukisimama unaona kivuli chako kinafika kama pale, sawa? Kikiwa sawa sawa na wewe kile kivuli kilivyo na urefu wako ni sawa, ndio mwisho wa dhuhuri. Kwa maana kikianza kukuvuka wewe kivuli kikawa kirefu zaidi yako, alasiri imeingia. Na kile kivuli kikiwa mara mbili yako, mwisho wa alasiri. Kwa maana kikirefuka tena kikawa mara mbili kama wewe ulivyo, kile kivuli kimekwenda kikaenda tena mara ya pili kwa urefu ule uliokuwa na wewe, basi hapo ndio mwisho wa dhuhuri, mwisho wa alasiri. Tunaelewana? Naam. Hapa tunazungumza masala ya dhuhuri na alasiri kwa sababu jua lipo, sio magharibi isha huwezi kutipima tena kivuli wala alfajiri, lakini adhuhuri na alasiri inawezekana. Na ndio maana mara nyingine utakuta kwamba watu wanachelewa kuswali saa 7 kamili, swala imeingia tangu saa 6 dakika 20 labda. Ukisimama utaona kivuli kimekwenda. Kwa maana ule ni wakati wa mwanzo ni pale. Kwa hiyo ni hadithi iko hivyo. Ukataja wakati wa alasiri, akautaja wakati wa maghrib, umeelewana, yanapodhihiri mawingu yale mekundu kabla ya kuingia mawingu meupe kuonyesha wakati wa isha. Na akataja wakati wa isha unakwenda mpaka nusu ya usiku. Wakati wa isha unakwisha mwisho wake ni nusu ya usiku. Kwa hiyo kama usiku unaanza saa 1 unaisha saa 10, mwisho saa 5 kamili, saa 5 yani kwa saa tunazotumia ni wakati wa mwisho wa isha. Isha inakwenda mpaka katikati ya usiku. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaja hivyo. Na wakati wa alfajiri nitapochomoza alfajiri ya kweli. Alfajiri ya kweli. Kuna alfajiri ya urongo ile. Alfajiri ya urongo ambao huku chini kuna kwa weupe haujatanda. Tumeelewana? Bado kuna giza kiasi ambacho kama mfano tukizima taa hapa, kwa sababu alfajiri ya kweli hata kama tukizima taa sehemu za giza kama watu wa mashambani, ukisimama hapa kile kibanda pale unaona kwamba kiko vipi, au kama nyumba ina rangi pale nyeupe tu, lakini ile alfajiri ya urongo hauwezi kuona. Hata kama kuna kichuguu cha mchanga kiko pale huwezi kukiona. Wale watu wa mashambani ndio wanajua. Mtihani wa sisi tuko mijini. Tumeelewana? Lakini alfajiri ya kweli ya urongo haiwezekani ukitujari ile iliyosimama pale, giza lipo, huwezi kuiona ile. Mashambani nasema si huku mijini. Kwa maana kama kijijini hakuna umeme, mwana kibatari chenu mmezima ndani, ukiamka usiku ukitoka kuna nyumba nyingine imejengwa pale yenu pia huioni. Sawa? Alafu ukifika wakati unaiona sasa kwamba mchanga ule yani unaona, hiyo ndio alfajiri, hiyo sasa imeingia, ndio alfajiri ya kweli iko hivyo. Ndio maana ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akianza kuswali swala kuna giza, lakini akimaliza swala mtu anamjua aliyekaa naye, kumbe huyu ni fulani. Sababu pale alipoingia huenda hawakujuana, si kama sisi. Mfano msikitini tukizima taa tukaingia kuswali alfajiri, tunaweza tusijuane, usimjue mtu aliyekuwa pembeni yako, sio? Lakini hivyo hivyo kuigiza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa salamu mtu anamjua kwa mwenzie, kumbe huyu fulani huyu, sababu tayari kumekuwa kweupe. Bali mtu anaona akirusha mshale wake atauona mahala pa kuangukia ule ulipoangukia kwa sababu kweupe. Akiwezekana alfajiri mmeswali mnatoa salamu mnarudi nyumbani na tochi, mnarudi vipi sasa? Kwa maana nyinyi mmeswali usiku. Kwa hiyo tambii kwa waadhini, tambii kwa maimamu pia katika swala ambazo wanaswali, kama vile watu magharibi wanavyoswali usiku. Na pia wengi katika maimamu sijajua tatizo nini, lakini magharibi wanasoma sura refu, na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusoma kuanzia wadhuha mpaka mwisho. Magharibi mara nyingi alikuwa anasoma hivyo, mara chache ndio alikuwa anaweza kusoma, kwa sababu swala magharibi iko baina, muda mrefu inakuwa fupi, lakini baadhi ya nyakati unaweza kufanya refu. Ndio swala magharibi ilivyo, iko katika aina utaratibu uko hivyo. Lakini watu wengi hawapendi kusoma juzuu amma, na hasa wakati wa magharibi, wakati wa isha. Sasa utafanyaje? Wakati wa magharibi wa isha ndio sehemu zake hasa za kusoma sura kwa utaratibu kama zile qisar, sio ambazo tiwali zile qisaru zile al-mufassal ndio zinasomwa wakati huo. Sura fupi, aya zake fupi na idadi yake pia ni chache.
Aya yenyewe ukiangalia fupi na idadi ya zile aya kwenye sura ni chache. Kwa hiyo pia maimamu wawe makini katika hilo, kufanya tatbiki ya sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudi katika maelezo. Kwa hiyo hadithi ya Jibril ambaye alimswalisha amma, kwa maana ya uimamu, amma alikuwa imamu wake, alimswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukasoma amma nabiyya. Ukisoma amma nabii itakuwa Mtume ndo alikuwa imamu, lakini amma Jibrilu an-nabiyya, kwa maana nabii maf'ul bihi mansub. Amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwal al-waqti, katika mwanzo wa wakati, wa fi akhirihi, na mwisho wake. Faqala, alafu siku ya pili alivomswalisha ule wakati wa mwisho akamwambia, ya Muhammadu, as-salatu baina hadhaini al-waqtayn, swala iko baina ya nyakati hizi mbili. Kwa hiyo dhuhuri ndio kuswalisha jana na hii leo, hapa sehemu hii baina pale na hapa ndio swala ya dhuhuri iko hapa. Na alasiri ile mwanzo wakati jana niliposwalisha na ile nimeswalisha mwisho, pale ndio pana alasiri, mtu anaweza kuswali pale bado yuko ndani ya wakati. Hivyo hivyo na swala nyingine. Akamfahamisha kwamba mtu akiswali wakati yupo ndani ya wakati. Kwa hiyo hata kama mtu atapita na swala alfajiri kwa jamaa, watu washaswali, yeye akaswali peke yake, lakini bado jua halijachomoza, kwa maana wakati wa alfajiri upo, anahesabiwa si kwamba ameswali nje ya wakati, anaswali adaan, sio qadaan, sio analipa, anaiswali swala katika wakati wake. Watu wa makini katika hilo. Kwa hiyo mtu akiswali ya dhuhuri imempita, mfano amekuja kuswali saa 8:30, bado wakati wa dhuhuri upo, aswali analipa, anaswali qadhaa. Kulipa manake ni nje ya wakati. Wewe unaswali adaan, manake unaitekeleza alasiri katika wakati wake. Nikisema adaa, umeelewana? Sio kwamba unaswali qadhaa, kwamba mtu ananuia kwamba swala ninaswali ninakidhi adhuhuri kwa sababu imenipita. Adhuhuri haija kupita, isipokuwa jamaa ndio imefanya nini, lakini adhuhuri bado ipo ndani ya wakati. Kadhalika swala ya Isha, mtu ameswali saa 3, ameswali saa 4, bado anaswali adaa katika wakati wake, si kwamba analipa kwamba iko nje ya wakati, la. Kwa hiyo pia hilo watu wa makini wajue zile nyakati mbili zile ambazo Jibril alimfunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja mashekhe? Naam, kwa pamoja. Kwa wale watu wanaotamka kwa sababu wanasema hivyo, sio usalli salata adh-dhuhri, afu mtu kusema adaan, mwingine qadaan, kwa kulipa kwamba imenipita, kwa sababu sasa. Kwa hivyo umeswali nje ya wakati. Kama ndani ya wakati, adaa pia, kwa sababu bado wakati wake upo, unaiswali dhuhuri katika wakati wake. Kwa hiyo hata kama utamki ujue, kwa sababu hilo likupitikie katika moyo wako kwamba unatekeleza swala katika wakati wake. Umeelewana? Naam. طيب. فقال أقسم يا محمد والصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى، نقولياك الله تعالى هي نلشانيني قال يسمى والدليل من السنة حديث جبريل. sawa. وقوله تعالى، نقولياك تعالى بالدليل ya kuonyesha swala zina wakati katika Qur'an. Sasa inna as-salata, hakika swala, kanat ala almu'minina, zimekuwa juu ya waumini, kitaban ni faradhi, mawqutan, yenye wakati maalumu. Faradhi mawqutan, iliyowekewa muda, iliyowekewa wakati. Kitaban manake Sheikh anasema ay mafruḍan. Sheikh anasema hivyo, kitaban ay mafruḍan, yenye ni faradhi, imefaradhishwa. Fil awqat, katika nyakati maalum. Swala juu ya waumini ni faradhi yenye wakati maalum. Tumeelewana? Swala imekuwa juu ya waumini ni faradhi lazima, ndio faradhi, lakini mawqutan, yenye iliyowekewa wakati. Ni faradhi iliyowekewa wakati, kwa maana iko ndani ya wakati maalum, si uswali utakavyo wewe. Sababu kuna watu wengine katika majumba umekaa kwamba mtu basi Isha ameona amechoka, amelala saa 2 asubuhi, sana sala Isha, maana jana leo nimechoka nikalala. Ndio wanavyosema mabibi wa nyumbani, anaswali Isha yake saa 2 asubuhi, sababu sio kwamba amesahau, alichoka jana.
kwa maana kwa sababu hawajui wakati. Naam, wa dalilul awqati qawluhu ta'ala, na dalili ya nyakati ni kauli yake Taala. Yeye sio nyakati zote tano. Sasa hizo nyakati hapa anataja ya kwamba ni faradhi yenye wakati maalum. Sasa anataja ushahidi wa zile nyakati ndani ya Qur'an kwamba zimetajwa zile nyakati, na Allah anasema aqimis salata, simamisha swala, liduluki shamsi, kuanzia kupondoka kwa jua, yani wakati wa kupondoka jua, kuanzia wakati linapopondoka jua. Adhuhuri maana yake inaanza hapo. Kwa hiyo adhuhuri na alasiri tumeelewana, wakati wake ni hapo utapondoka jua, kwa sababu tumesema kivuli kikiwa sawa sawa na wewe, sawa, hapo ni wakati gani? Adhuhuri mwisho, sawa. Kikikuzidi kivuli kikawa kirefu kuliko wewe ulivyo kidogo, alasiri imeingia. Kivuli kikiwa mara mbili ya urefu wa kitu, mwisho wa alasiri. Kwa hiyo utakuta kwamba alasiri na adhuhuri kama wakati wake ni wa mchana. Tumeelewana? Naam, yani bado jua likiwepo. Kwa hiyo anavyosema kwamba aqimis salata liduluki shamsi, simamisha swala kuanzia kupondoka kwa jua. Kwa hiyo itaingia dhuhuri na nini na alasiri, kwa sababu zote zinahusika na jua hapo, kia kabla ya jua halijazama. Ila ghasaqil layli, mpaka kuingia giza la usiku. Maana yake itahusika maghribi na nini na isha, kwa sababu yote ipo katika usiku hizo. Maghribi na isha ziko usiku. Ila ghasaqil layli, mpaka kuingia nini, ila dhulmatil layli, mpaka kuingia giza, kuja kwa giza la usiku. Wa Qur'an al-fajri, ay salat al-fajri, hiyo sala ya al-fajr na sala ya al-fajri. Qur'an hapo kwa maana as-sala, wa Qur'an al-fajri na sala al-fajri. Na wanachoona nasema imekuwa mansubu wa Qur'an al-fajri kwa hali mbili, ima imefanywa atfu ya ile salata, yani aqimis salata, kwa hiyo wa aqim Qur'an al-fajri ikawa mafulu bihi hiyo, au imekuwa kwa al-ighra, ay wa alayka Qur'an al-fajri, nashikamana na swala ya al-fajri. Kwa hiyo mansubu ima kwamba imefanywa ni maatufu kwa as-salata au ni ala al-ighra. Kwa hiyo wa Qur'an al-fajri, nashikamana na Qur'an al-fajri na usimamisha swala ya al-fajri. Inna Qur'an al-fajri, hakika swala ya al-fajri, kana mashhudan, imekuwa ni yenye kushuhudiwa na malaika wale wa usiku na mchana, wanabadilishana pale, wanakusanyika ya swala ya al-fajri. Kwa itakuwa tumemaliza sharti hilo, tumeelewana? Naam. Kwa hiyo mashia wao wanasema kwamba aqimi salata liduluki shamsi adhuhuri ila ghasaqil layl, mpaka usiku likiingia giza. Kwa hiyo alasiri pale amna, unaita hapa adhuhuri. Sasa aliyetafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio ilimshukia aya hii. Aya hii iliwashukia mashia. Aya hii ilishuka, ilimshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akaswali vile alivyoswali Mtume, ndio akaitafsiri hii aya, ikawa dhuhuri panaswaliwa, alasiri panaswaliwa, hivyo sababu anaitafsiri aya. Na ndio maana al-Imam al-Barbahari kwenye Sharh Sunna anasema hivi, as-sunnatu hiya al-Qur'an wal-Qur'anu huwa as-sunnah. Tumeelewana? Kwa sababu ni vitu vile ukiviangalia ni kitu kimoja. Qur'an tufassir, sunna tufassir al-Qur'an. Unaweza kukuta kitu kimefungika huku kaja katafsiriwa. Uwezi kutakuta inatafsiriwa, na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vinatafsiri, kwa sababu hata kwenye Qur'ani kuna aya inasema thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha kamilisheni funga mpaka laili. Mashia wanafuturu usiku, nyota zikianza kutoka, kama Mayahudi ndio wanafanya, lakini sisi tunasema jua likizama. Sasa sema thumma atimmu siyama ila al-layli, ikoje hii? Umeelewana? Waambia aiye, tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam akifuturu vipi, wala usipate tabu. Yeye alikuwa anafuturu vipi? Utakuta hadithi zinazungumza huko kwamba idha aqbalati al-laylu min hahuna wa adbarati an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im. Mkiona mchana huku umepotea, sawa, na huku usiku ushaingia, mtu ameshafuturu time hiyo. Na yeye mwenyewe alikuwa mfano, mpaka na mtuma Bilali aangalie jua kama limezama. Kwa hiyo
huwezi, na hii ndio tofauti ya manhaji ya salafi na makundi mengine, kwamba utata sitarejesha kwa nani? As-salaf. Tumeelewana? Wao watatuondolea utata. Haya, ashartu thaminu, sharti la 8, istiqbalu liqibla, kuelekea upande wa qibla. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah Ta'ala, anasema qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa, kwa hakika tumeona kugeuza kwako uso kuelekeza mbinguni. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani qibla kingeelekezwa katika Baitul Haram Makkah, katika Al-Kaaba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali miezi 6 qibla anaelekea Baitul Maqdis kabla akijabadilishwa kuwa Al-Kaaba, sababu qibla kabla hapo ilikuwa ni Baitul Maqdis Palestine, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali muda wa miezi 6 anaelekea huko, mpaka kilipokuja kubadilisha swala alfajiri moja, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa aya, qibla kimebadilika, watu wakaswali kuelekea Al-Kaaba. Tumeelewana? Na Masjidi Quba taarifa zilikuwa zijawafika alfajiri, wakati anaswali wakaelekea Baitul Maqdis. Bwana mmoja aliswali akapita pale, akamwambia jamani, imeteremka aya, qibla kimebadilishwa, na imamu akatoa mshaswali rakaa moja, akageuka yule imamu. Yani lazima ahame aende mbele, sababu akigeuka itabidi awe nyuma yao, sio kama hapa mkigeuka nyote, si imamu itabidi awe nyuma, nyinyi mshageukia huko. Sasa kama kimebadilishwa, lazima imamu ahame aende mbele na wale wageuke. Wale wanaweza kugeuka vile vile, wasafu ya kwanza kwa wa mwisho, na wasafu ya mwisho itakuwa wa kwanza, bila shaka itakuwa ni hivyo. Na wakageuka, akamalizia akaambia jamani, kibla kimebadilishwa, watu wanaelekea Makka. Kuelekea kama sisi tumeelekea upande huu ndio wenye Al-Kaaba, si kwamba imamu anaposimama akienda mpaka ataigonga Al-Kaaba, la, iko upande huu. Kwa inawezekana iko kwa huku, lakini iko huku tulikoelekea. Tumeelewana? Kuna watu wengine hapo walipo Al-Kaaba inaonekana ipo huku, kuna wengine hapo walipo ipo huku, kuna wengine ipo huku, kwa namna jiografia yao ilivyo, mji wao ulivyokaa. Kwa hiyo kwa aliyekuwa mbali, yeye ataswali kuelekea upande, kwa anayeswali pale pale Maka anaiangalia Al-Kaaba. Sasa ndio kibla chenyewe ndio kile, atafanyaje sasa? Au utaangalia chini? Kibla si ndio hicho hapo kiko mbele yako, wala mtu hawezi kuswali juu ya Al-Kaaba, ndani anaweza kuswali, utaelekea ile ndo, yani hii ndo kibla yenyewe. Kwa hiyo ukiswali kama hapa tubidi uangalie ndio hii kibla, taiangalie ile kibla. Kwa hiyo Sheikh anasema hapa katika aya, Sheikh ametoa ushahidi wa kwamba kuswali lazima mtu aelekee upande wa qibla kwa aya qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa, katika surati al-Baqara aya 144. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika tumeona kugeuza kwako uso wako, taqalluba wajhi, uso wako mbinguni, kugeuza mbinguni. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi tutakuelekeza kwenye qibla unachokipenda, unachokiridhia. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi tutakuelekeza, tageuza yani sasa kuelekea qibla tardaha, ay tuhibbuha, unachokipenda. Fawalli wajhaka, basi elekeza uso wako, yani istaqbil fi salat, unapokuwa katika sala, shatra almasjid alharami, shatra ay nahwa, upande wa masjid alharam ambaye ni Al-Kaaba. Elekeza uso wako upande wa masjid alharam, yani upande wa Al-Kaaba, msikiti mtakatifu, Masjid al-Haram. Haya, alafu Allah akasema wa haithu ma kuntum, na popote mtakapokuwepo, fawallu wujuhakum, sielekezeni nyuso zenu, shatrahu, upande huo, popote mtakapokuwepo, kwa maana popote. Kwa hiyo watu waliokuwa kama Kaaba itakuwa wataelekeza, kama itakuwa popote mtapokuwa nyinyi mkitaka kuswali, elekezeni nyuso zenu upande huo, kwa hiyo Al-Kaaba, hiyo Baitul Haram.
Huu ndio ushahidi. Anashurutishwa mtu anapotaka kuswali sala tano basi aelekee upande wa qibla, uso na mwili wake uelekee upande wa qibla. Akiwa katika mji na yupo mtu anaweza kumwambia upande wa qibla, ni wajib aulize, asijitahidi. Kama upo katika mji na upande wa qibla umekutatiza, na unaweza ukaulizia, kwa sababu katika mji watu wengi na watu waweza kujua kueleza misikiti na kuelekea, usijitahidi afu kukosea itabidi urudie. Kama katika mji na watu kumuuliza, basi wajibu uulize. Haitojuzu kuswali kwa kujitahidi katika mji na watu wa kuuliza wapo, unaweza ukaulizia, basi usijitahidi, lazima uulizie kwanza kama umekutatiza upande wa qibla. Kwa sababu kama ukiswali kwa uelekea upande wa qibla lazima urejee. Akija mtu akamwambia qibla ni huku katika mji, lakini sio kama umesafiri huko mashambani. Ama ukiwa katika safari, mtu akijitahidi hata kama akikosea baadaye kaja kumdhihirikia kumbe uko upande wa qibla, basi hakuna neno. Amesafiri mtu yuko katika mji, sasa huko alikokuwa mashambani hawezi kujua upande wa qibla uko wapi. Pamoja akajaribu kuangalia, bado muda mwingine unaweza kuangalia jua linakotokeza ukaliweka katikati, sio? Ukaona kwamba upande wa qibla itakuwa ni huko na huko, lakini mfano ukakutatiza qibla ni wapi, utajitahidi kwa kadri unafahamu, ukaangalia mazingira. Sasa mfano ukiswali ukagundua kwamba baadaye kukubainikia kwamba kule siko qibla, upande wa qibla, basi hapo umesameheka. Sio mjini, lakini hiyo ni masala ya mtu akiwa safari. Haya, fattaqullaha mastata'tu. Na vile vile swala za sunna kwa mtu akiwa safari anaweza kuswali kwa upande wowote ule akiwa katika kipando, hata kama sio upande wa qibla. Akiwa katika kipando yuko safarini, swala za sunna anaweza kuswali kwa kuelekea upande wowote ule. Hiyo takhfifu imekuja hivyo, imethibiti katika sunna. Na ikiwa wepesi kwamba kile kipando chake anaweza kukisimamisha akaelekea qibla akapiga takbira alafu akaendelea na safari, hata kama utaelekea upande wowote ule sawa, kama itakuwa ni wepesi kwa hilo.